Unajua mimi nilikuwa nahadithiwa tu, sikuwahi kuona wala kusikia. Kama unavyojua na mimi nilikuwa upande huo huo ambao unalalamikiwa. Kwa maana niliwahi kugombea nikiwa upande wa CCM, lakini kwenye kura ya maoni tu, sikuwahi kugombea uchaguzi wa dola. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza naingia kwenye uchaguzi wa dola. Nikiwa natokea upande wa pili, sio kule nilikozaliwa na nilikokulia. Ukweli ni kwamba nimeona mengi sana na nimejifunza mengi sana. Lakini jambo kubwa ambalo naweza nikasema tu ni kwamba madai yote ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu na taasisi yake ya Chadema wamekuwa wanalalamikia, yote ni sahihi. Yote ni sahihi. Na ni machache hayo. Hayo ni machache. Kuna mambo mengi sana ambayo kama katiba haitobadilishwa na kama tume haitabadilishwa kuanzia chini kule kwenye vituo mpaka kule juu, ni ngumu sana kuitoa CCM madarakani. Nilichokiona huko sidhani kama ni sahihi. Hao wote niliokutajia hao, wote hao wanakuwa na maelekezo. Ni ngumu kwamba eti hata kama ukishinda kwa 90% kama ambavyo mimi nilishinda katika jimbo la Mwibara, ni ngumu sana kukutangaza. Na kinachonisikitisha zaidi, wabunge, mimi nilitumia matokeo yangu mwenyewe na mmoja ya wale watumishi wa tume ngazi ya jimbo. Nilikuwa nimeshinda, nilikuwa na kura 9,000 katika jimbo la Mwibara, katika wapiga kura 16,000. Mimi pia nimeshukuru tu kwamba watafanya kazi katika mazingira yapi. Yawezekana sisi ambao tulikuwa tuko sehemu ya kuitetea CCM, tulikuwa tujaingia physically kwenye uwanja. Kwa hiyo hilo nalo wananchi pia kama mimi naomba msamaha, wanisamehe, kwa sababu sikuwahi kujua kwamba uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa namna hii. Madai ya Tundu Lissu, narejea tena, madai ya Tundu Lissu na madai ya Chadema yote na madai ya wananchi wa Tanzania yote kwa ujumla wake yako sahihi. Yako sahihi. Na kwa kuwa nchini yetu sote, kwa nini hawataki kusikiliza malalamiko ya wananchi? Mwananchi anasema kwamba tubadilishe katiba. Mwananchi anasema kwamba tunatakiwa tubadilishe tume kuanzia chini kule mpaka kule juu. Kwa nini wanawakatalia? Wanawakatalia kwa sababu wanajua wakifanya hivyo CCM siku hiyo inaondoka madarakani. Sasa ni heri chama kiondoke madarakani kwa amani kuliko chama kiondolewe madarakani kwa vurugu na machafuko. Kwa saa nyingine haya matatizo yote ya nchi yetu yanaletwa na CCM tu, kwa sababu ya ukaidi wao na dharau zao, kwa sababu kiburi cha CCM kinatoka huko tu. Hawana kura tena kwa wananchi, hawana ushawishi kwa wananchi, hawana chochote kwa wananchi. Wanategemea. Na kwa nini wanadharau? Kwa nini wanakuwa na kiburi hawa CCM? Hivyo viburi vinatoka wapi? Kwa unakuta raia hana sehemu ya kukimbilia, raia hawana mtetezi, raia wakipata matatizo hawajui waende wapi. Kwa hiyo mimi nasema wakati mwingine haya matatizo yamesababishwa na CCM yenyewe. Na kama ni lawama, wa kwanza kulaumiwa ni CCM wenyewe. Kwa kweli nilichokiona kwenye uchaguzi, nikielezea naweza nikatumia hata siku 5 naelezea. Na nadhani nitaandika kitabu kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania. Nitaandika kitabu.
maana lazima tuwasaidie vizazi vinavyokuja. Kama taifa hatuwezi kuendelea kuishi namna hii, kwamba katiba yetu imetoa mwongozo na maelekezo kwa kila raia wa Tanzania kuweza kuheshimu sheria na taratibu za nchi. Sasa hizo sheria maana yake ni kwamba ukiwa CCM wewe upaswi kufuata sheria za nchi. Ukiwa nje ya CCM wewe ndio unapaswa kufuata sheria za nchi. Hiyo haiwezekani. Sheria au katiba ambayo ndio sheria mama inatuelekeza Watanzania wote tuheshimu taratibu na sheria za nchi. Tuheshimu taratibu za uchaguzi wa nchi. Ukiwa CCM ukivunja sheria wewe huna kosa. Ukiwa sio CCM ukivunja sheria unakosa. Sasa hatuwezi kuendesha nchi kwa namna hiyo. Nchi ni yetu sote, na kila raia wa Tanzania ana haki ya msingi ya kuheshimiwa, na haki ndicho kitu cha msingi sana katika maisha ya binadamu. Haki. Na hata Mwalimu Nyerere alisema kama viongozi watashindwa kutenda haki kwa raia wake, kuna siku watalia kilio ambacho hawatokisahau. Na leo Tanzania ndio tumefika hapa, kwa sababu wananchi wanadai haki zao, hawajui waende wapi, hawajui wamwambie nani. Kila ukienda huku mara, yani nchi ilikuwa inaendeshwa nje kama hakuna utawala wa sheria. Sasa kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya kama raia wa Tanzania, katiba itufeve wote tu, uwe CCM usiwe CCM, wote wana haki ya msingi kwa mujibu wa katiba. Lakini kwa kweli ndio yaona kwenye uchaguzi, tulikuwa tunaisemea CCM, tulikuwa tunaitetea CCM. Mimi kwenye familia yangu, anyway, kila mtu ana uhuru wake, lakini mimi binafsi ukiniambia habari za CCM sikuelewi kabisa, kwa sababu sio CCM ambayo wazee wetu, mama zetu na baba zetu na babu zetu walitengeneza. CCM ya sasa ni kama kikundi tu cha watu ambao wapo kwa maslahi yao na familia zao, sio kwa maslahi ya watu. Rasilimali zote za nchi hii zinanufaisha watu wachache tu, lakini asilimia kubwa ya Watanzania wanalala njaa, wanakufa maskini, wanashindwa kupata hata mlo mmoja kwa siku. Kwa hiyo sometimes wananchi wanachoka, wanaona sasa wachache waishi vizuri, wachache tuishi kama mashetani. Sasa mimi nafikiri kwamba kwenye siasa za Tanzania tusipobadilika hatuwezi kwenda. Na mimi nasema watu watangulize mbele utanzania na utaifa kwanza. Habari ya kusema CCM, ACT, Chadema, hivi vyama ndivyo vinatuingiza kwenye machafuko. Mimi nadhani kama raia, kama wananchi, tujaribu kuweka mbele maslahi ya taifa letu kwanza. Kwa sababu Kenya kulikuwa na KANU. KANU ndio iliyopigania uhuru wa Kenya. Lakini KANU ilikufa kule Kenya. Kenya ipo. KANU ilikufa, Kenya ipo. Kwa hiyo taifa ndio kitu cha msingi kuliko chama. Lakini Zambia kulikuwa na chama cha Kaunda kule, pigania uhuru wa Zambia. Kile chama kilikufa, Zambia ipo. Botswana pale tumeshuhudia mpinzani anaingia pale kama rais wa nchi. Sasa chama kile cha Botswana kilichowapa uhuru kimeshakufa. Kuna watu wanapaswa kuwajibika kutokana na matatizo yaliyotokea katika nchi yetu. Na wanaopaswa kuwajibika wa kwanza kabisa ni tume, kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya kata na kwenye ngazi ya wilaya. Wengine ni wakuu wa wilaya, wanatakiwa wajibike kabisa. Yani wanatakiwa washtakiwe, kwa sababu na wao wameshiriki sana kuvuruga uchaguzi huu. Hawa wananchi ambao leo wengine hawajui watoto wao wako wapi, wamepotelea wapi. Lakini wabunge wameshaitana Dodoma bila hata aibu. Yani ndio ujue kwamba CCM aibu hawana. Yani pamoja na matatizo tunayopitia, wameshaitana bungeni. Kama nchi tu tuliombea taifa letu. Tuliombea taifa letu liwe salama, liwe na amani.
na wale waliohusika kwa namna moja ama nyingine kuleta haya machafuko kutokana na uchaguzi wawajibishwe tu. Na kuwajibishwa tu haitoshi, washtakiwe pia. Kwa sababu kama nchi lazima tuendeshe nchi yetu kwa misingi ya haki za binadamu, kwa misingi ya utawala bora, kwa misingi ya sheria.